angalau wawe na mifuko 50. Mimi nafikiri kwa sababu ya ubora wa chakula, kwa sababu hatuuzi tu kwa sababu ya kuuza kupata faida. Tunauza pia kuwasaidia wafugaji. Anaona uharo wa rangi ya ugoro, anamwambia hiyo ni typhoid. Kwa hiyo anashindwa kutofautisha typhoid ni kinyesi cha rangi gani na coccidiosis ni kinyesi cha rangi gani. Hiyo inawachanganya zaidi. Changamoto za magonjwa, kama mtu ni msafi anafuata ile hygiene inayotakiwa, anafanya vizuri. Falcon Animal Feeds tuna vitabu hivi vina mwongozo. Kwa mfano hichi kina mwongozo wa uleaji wa vifaranga, lakini mwingine anataka afuge atumie mifuko 3 ili angalau abane kuku apate faida. Kitu ambacho hakiwezekani. Kitaalamu kuku 100 wanakula mifuko 4. Hello, habari tena siku ya leo katika kipindi chetu unachokipenda kinaitwa Mfugaji Podcast. Uko na your favorite host Neema Bernard kutoka Falcon Animal Feeds Limited. Leo tuko Dodoma. Na hapa Dodoma tumekuja kwa mmoja wa wakala wetu wakubwa sana na wa muda mrefu kwa Katalambula. Tuna maswali mengi ya kuuliza kuhusiana na ufugaji na biashara, ili wewe ambao unatazama kipindi chetu upate kujua moja, mawili au hata zaidi. Karibu madam, ujitambulishe kisha tuanze kuhojiana, unipe 2-3 ili mtazamaji wetu anayeangalia asikose kutoka na chochote hapa. Kwa jina naitwa Reginalda. Yes, Reginalda, hapa muda gani umekuwa hapa katika hii ofisi ya Katalambula, na mna muda gani tangu mmeanza kufanya biashara ya wakala wa chakula cha kuku, naona pia pamoja na dawa za mifugo? Mimi nina muda wa miaka huu ni mwaka wangu wa 4, lakini kwa wakala wa chakula huu ni mwaka wa 6. Tumeanza toka 2020. Hongera sana. Huo ni muda mrefu sana. Ni kitu gani ambacho mpaka sasa hivi, tukiacha kwanza changamoto, kuna watu wengi wanaojiuliza, wanaangalia hichi kipindi sasa hivi, anajiuliza hivi biashara ya ufugaji au biashara ya chakula cha kuku, nikitaka kuwa wakala, ni biashara inayolipa? Lakini wewe una miaka 6. Hebu tuambie, ni biashara ambayo inalipa? Na kama inalipa ni kwa kiasi gani? Ni biashara ambayo unaweza kumshauri mtu mwingine awekeze fedha, aanze kufanya, na aanze kwa udogo gani au kwa ukubwa gani ili aweze kusogea na kupiga hatua? Wakala wa chakula ni biashara inayolipa kama utakuwa mwaminifu wewe binafsi na kusimamia yale ambayo umeyakusudia. Yes. Naweza kumshauri mtu pia kuanza kwa sababu ni biashara nzuri kama usimamizi utakuwa mzuri. Ndio. Na ukiangalia anabidi aanze kwa ukubwa gani? Maana mwingine labda anaogopa, inabidi nianze na mifuko 1000 ya chakula cha kuku. Afu tukiangalia pia bei zetu kwa mfuko mmoja, mtu anaweza akaona labda anatakiwa mtaji wa milioni 100 huko. Lakini kwa ule mtu anayetaka kuanza kwa udogo kabisa, anabidi aanze at least na mifuko mingapi? Angalau wawe na mifuko 50. Okay. Unasikia ndugu mfugaji, ndugu unayetaka kuingia kwenye biashara ya wakala, unaweza ukaanza na mifuko 50, nawe ukatoboa, ukatoka, ukafika mahali, ukawa na duka lako kubwa kama hili, ukafahamika sehemu ambapo unafanya, lakini pia ukainua jamii ya wafugaji kwa sababu unakuwa tegemeo lao katika kuprovide huduma za chakula cha kuku. Basi madam, mimi nashukuru sana kwa nafasi hii ya kuzungumza na sisi. Ni changamoto gani kubwa ambao unahisi wewe kama wakala wa chakula cha kuku umeipitia kwa miaka hii 6, ambao unatamani labda ambaye anataka kuja kuwa wakala awe aware, ili at least ikitokea asishtuke sana na kukata tamaa? Changamoto kubwa ni ile kuongezeka kwa bei kwa mara 2 kwa kipindi kifupi. Hiyo ndio changamoto kubwa sana. Ndio. Nyingine hamna changamoto nyingine. Okay. Na kwa haraka ni kampuni gani ambayo wewe kwa mpaka sasa hivi umekuwa ukifaidika nayo sana, kwamba unaweza ukamshauri kwamba kama unataka kuanzisha biashara ya chakula cha kuku au kwa wakala, hebu anza na kampuni fulani? Mimi nafikiri kwa sababu ya ubora wa chakula, kwa sababu hatuuzi tu kwa sababu ya kuuza kupata faida. Tunauza pia kuwasaidia wafugaji. Anaweza akaanza na chakula cha Falcon Animal Feeds kwa sababu chakula chao ni kizuri. Hasa kwa wafugaji wanaofuga kuku wa mayai. Kwa kweli ni chakula kizuri ambacho akikitumia. Kwa mimi ni mtaalamu, natembelea wafugaji. Ni chakula ambacho mfugaji akikitumia banda linakuwa kavu, kuku wanakuwa kwa ile growth rate ambayo inatakiwa kitaalamu. Changamoto za magonjwa, kama mtu ni msafi anafuata ile hygiene inayotakiwa, anafanya vizuri. Bwana mfugaji au mfanyabiashara, umesikia wa kuanza nao
ni Falcon Animal Feeds Limited, wenye kujali ubora. Lakini pia kwa wewe mfugaji, umesikia kuna swala la kulanisha banda, kuna swala la ubora wa chakula, kuna swala la matokeo. Wengi wanaangalia bei tu, lakini mimi nakushauri, hata mtaalamu hapa anakushauri kwamba angalia matokeo yanatokana na kile chakula unachokitumia. Kuna growth rate, kuna wingi wa uzalishaji, kwa mfano kuku wa mayai, lakini pia kuna uzito wa nyama ya kuku yenyewe kwa wale wanaotumia broiler. Kwa hiyo mimi ninachokushauri, endelea kufuatilia hichi kipindi. Kuna mengi ambayo yanakuja wewe kujifunza. Usiogope kuanza. Mwanzo ukiwa mdogo, mwisho wako unakuwa mkubwa. Madam Reginalda, kuna mengi ambayo tumezungumza kuhusiana na uwakala na vitu kama hivyo, lakini umegusia kwamba wewe pia ni mtaalam kwenye field visitations, masuala ya ufugaji, na umeshapata opportunity ya kupitia wafugaji wengi mbalimbali. Wewe kwa mtazamo wako au uelewa wako, unadhani ni changamoto gani ambazo zinawafanya wale wafugaji wanaoanza, hata walioendelea, wanakwama kufanikiwa? Changamoto kubwa ambazo nimeziona kwa wafugaji kutokukua kwa haraka au kuendelea ni kule kutokufuata zile kanuni za ufugaji. Mfugaji anakuwa anafuga, lakini anasikiliza vitu vingi kutoka kwa wafugaji badala ya wataalamu. Kwa hiyo kuzingatia zile kanuni za ufugaji bora, anakuwa anasikiliza. Kwa mfano, ukianza kufuga ufuate utaratibu wa kufanya usafi. Ndio. Kuosha vyombo, kusafisha banda kwa wakati, kuwapa kuku labda dawa za minyoo, vitamini kila wakati, ili kuku kuweza kujikinga na magonjwa. Vile vitu hawavifuati kwa sababu ya kusikiliza. Kusikilizana wafugaji kwa wafugaji badala ya kufuata utaalamu. Okay. Hiyo ndio changamoto kubwa niliyoiona. Kwa hiyo wanapoacha kufuata zile taratibu za kitaalamu, wanakwama. Anaona uharo wa rangi ya ugoro, anamwambia hiyo ni typhoid. Kwa hiyo anashindwa kutofautisha typhoid ni kinyesi cha rangi gani na coccidiosis ni kinyesi cha rangi gani. Hiyo inawachanganya zaidi. Wow, mfugaji, kama unaangalia kwa umakini na kusikiliza, nadhani umesha note hapo kwamba kuna umuhimu wa kufuata wataalam ili wewe uweze kufanikiwa katika ufugaji wako. Sawa, ni vizuri kusikiliza wafugaji wenzako ambao wako experience na ambao wanajua, lakini unasisitizwa sana kufuata ushauri wa madaktari na wataalam katika ufugaji, ili wakwambie kinyesi cha njano kinamaanisha nini, cha kijivu kinamaanisha nini, au labda banda linaloa maybe ni kuku wamekunywa maji mengi, au labda kuna wingi wa chumvi kwenye chakula, kuliko kujiamulia na kusababisha kudorora kwa uzalishaji au ukuaji wa kuku wako. Sasa kitu kingine ambacho napata kukumbuka hapa ni kwamba wafugaji wengi wanafuga yani kwamba kwa mahesabu ya kwamba yeye atoe kuku tu, yani kuku afike sokoni. Kwa hiyo sasa hata kwenye chakula, na hii itanisaidia sana au itamsaidia mtazamaji kama wewe ukiwa kama wakala, kuna changamoto hiyo kwamba mtu anaminya chakula katika kuhakikisha kuku wake, na mimi ninavyojua au kwa uelewa wangu, kuku inabidi wapate chakula cha kutosha ili waweze kufikia kilo, waweze kufikia ukuaji ule stahiki. Hebu tulizungumzie hilo kidogo. Kwa mfano, kwa mfugaji wa kuku wa broiler, ndio tunawashauri kuku 100 anatakiwa atumie mifuko 4 ya chakula, kwa sababu ndio kiwango kinachotakiwa. Lakini mwingine anataka afuge atumie mifuko 3 ili angalau abane kuku apate faida. Kitu ambacho hakiwezekani. Kitaalamu kuku 100 wanakula mifuko 4. Starter 1, grower 2 na finish. Ndio. Ili mpaka kufikia kile kipindi ambacho wanapaswa kutoka. Sasa ukiwaaminya sana, hawatakuwa kwa wakati. Na sio chakula tu, wape na vitamini, wape na hizi booster, kuwapa vitu ambavyo vinawasaidia kukua, kwa sababu kwenye vitamini kingine una ile essential amino acids inasaidia mmeng'enyo wa chakula, kuku anakuwa haraka. Kwa hiyo wafuate tu kanuni, kama anatakiwa kula mifuko 4, mpe mifuko 4 anayostahili, ili kuku akue vizuri kwa wakati, umtoe. Yes. Jamani, pia tukiangalia hata dukani hapa tunaona kuna supplements, kuna dawa, kuna vitu mbalimbali ambavyo huyu wakala wetu hauzi tu chakula, lakini pia anauza na dawa za mifugo kuhakikisha kwamba mfugo wako anafikia kile kiwango cha kuingia sokoni na kufanya vizuri na kusababishia wewe biashara. Mimi mawazo yangu, na wewe pia utashiriki kutoa mawazo yako katika comments, katika
katika likes. Tujulishe wewe unaonaje, ni vitu gani ambavyo vinawakwamisha wafugaji kwenye swala zima la mindset, na vitu ambavyo vinawafanya wao wanazidi kudorora katika kutimiza yale malengo ya ufugaji, wanaona kwamba ufugaji hauna faida. Kitu cha mwisho, ili nisiendelee kuchukulia muda, lakini pia ili watazamaji wetu wawe entertained, unadhani ni katika kuanza mfugaji anabidi awe na muonekano gani? Labda awe banda liwe tayari, sijui awe na mifuko 5 au 20 tayari, au ni kwamba tu aanze kidogo kidogo? Au wewe unashauri nini kwa mtazamo wako kama mtaalamu au kama mtu ambaye umeshatembea kwenye field na kujua hali yetu halisi ya Watanzania tunaotaka kuanza ufugaji? Anaweza akaanza kufuga na kuku. Kwa mfano kama ni kuku wa mayai akaanza na 200. Kama ni kuku wa nyama akaanza na 200. Hivyo anakuwa kidogo kidogo. Awe tu anasimamia yale malengo aliyoyatazamia, kama anataka kukua afanye hivyo, lakini sio asikate tamaa wala asijisikie kuchoka. Afuge tu, aanze kwa hatua ndogo ndogo hivyo. Okay. Kama hawezi kabisa aanze na chotara 50, awatunze vizuri, watakuwa, watataga, atatotolesha mayai yake, atapata vifaranga, anakuwa. Atapata matokeo. Atayaona matokeo kama atasimamia vizuri. Tuko tayari kupokea maoni yako. Comment, tujulishe ni nini ambacho wewe unafikiria kinakwamisha wafugaji wengi. Lakini pamoja na hayo, madam hapa alizungumza swala la wataalam. Kama unashindwa kabisa kuwafikia wataalam, madaktari kwa wakati, Falcon Animal Feeds tuna vitabu hivi vina mwongozo. Kwa mfano hichi kina mwongozo wa uleaji wa vifaranga, lakini pia tuna vingine ambavyo kina mwongozo wa namna ya kutumia chakula cha kuku. Huu ni mwongozo kwenye wale ambao wanataka kubana begi 3 kumultiply kwa begi 4, hapa itakusaidia zaidi. Lakini pia kuna hivi vitabu vingine pia ambavyo ni vya ufugaji bora wa kuku wa nyama. Hizi ni pamphlets ndogo ambazo zimeandikwa kwa Kiswahili na zinaeleweka, ziko dhahiri kabisa. Ukisoma inakusaidia wewe kujua namna ya kuelekeza na kuendeleza ufugaji wako. Na hichi pia ni cha kuku wa mayai. Kwa hiyo hii pia itakuelekeza na utapata ukuaji mzuri wa kuku na ukuaji kwa wakati sahihi, kwa sababu unafuata mwongozo sahihi. Sisi ni Falcon Animal Feeds Limited, proudly sponsoring Mfugaji Podcast, na ulikuwa na mimi host wako today, Neema Bernard Mruma. Na asante sana Madam Reginalda, asante sana Katalambula, asanteni sana Dodoma. We have had an amazing time. See you next episode.